Bwana Yesu asifiwe. Leo tunatazama neno moja hapa kutoka kitabu kile cha Wakorinto wa pili 5 mstari wa 17. Tutaanzia 17 tutaendelea mpaka mstari wa 21. Biblia inasema kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki, ni kwamba toka siku ile ambapo ulimwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Mungu alikuhesabu kama mtu mpya, ambaye si mtu yule wa zamani, ni mtu ambaye umefanyika mfano wa Yesu Kristo yule ambaye ametuokoa. Mungu huyu hawezi kusema uongo hata mara moja. Ikiwa amesema kwamba wewe umekuwa mtu mpya, ni ukweli, wewe ni mtu mpya ikiwa unamwamini Yesu Kristo. Tutasoma hiyo sehemu, nimesoma kutoka kichwani, acha nisome kutoka kwenye Biblia. Biblia inasema kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Tuwaombea ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanisho na Mungu. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba wakati tumempokea Kristo tulifanyika watu wapya ndani ya mioyo yetu, ndani ya roho zetu, ndani yetu, kwamba vile Mungu alivyokuwa anatutazama zamani, tumebadilika kutoka ile hali. Sasa hivi tunatazama watu wapya ambao tumefananishwa na Kristo, kwamba Mungu aliamua kumtoa Kristo kwa ajili yetu, akamfanya ahusike na dhambi zetu, azichukue dhambi zetu, auchukue uovu wetu, akatufanya wapya kwa namna hiyo. Kwa namna hiyo kwamba ametufanya wapya pale Yesu Kristo alipokubali kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kwamba mtu tu ukimwamini unahesabika kabisa wewe huna dhambi. Biblia inasema hapa mstari wa 19, yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Kwamba Mungu baada ya kuwa tumemwamini kupitia Kristo, Mungu hayakumbuki wala hayahesabu tena maovu yetu. Uovu wetu unaweza kuhesabiwa tu mpaka siku ile tutakapoikana imani, mpaka siku ile tutakaposema kwamba sasa wewe Yesu huwezi kutuokoa, damu yako si kitu, wewe huwezi Yesu damu yako ni kitu dhaifu. Tukifanya kufuru ya namna hiyo, ndipo sasa uovu wetu unaweza kurejeshwa juu yetu. Lakini kinyume cha hapo, sisi tulio ndani ya Kristo ni viumbe vipya ambavyo vimetokana na Mungu mwenyewe. Ni viumbe vipya ambavyo Mungu mwenyewe ameviumba kupitia Kristo. Kwamba ile damu ya Kristo imetosha sisi kutufanya kuwa viumbe vipya. Maana hapa ndivyo vinavyosema kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo akitupatanisha sisi na nafsi yake. Kwamba Mungu aliamua kumweka Kristo kama sababu ya sisi kukubalika mbele za Mungu. Ukisoma kitabu cha Warumi 8. Tusome Warumi 8 mstari wa kwanza. Yes, Warumi 8 mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi. Inasema, basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu.
Kwa ikiwa kabisa unamwamini Kristo, ndugu yangu, wewe ni kiumbe kipya, umepita kutoka kwenye hukumu na kuingia uzimani. Ukisoma hii ukisoma hii Warumi, Biblia inasema kwamba hata imekuwa inasema kwamba sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa ikiwa wewe uko ndani ya Kristo Yesu, hauna hatia wala hauhukumiwi adhabu. Yaani huwezi kuhukumiwa kwenda motoni ukiwa ndani ya Kristo Yesu. Na hii ni mapenzi ya Mungu kabisa, kwamba yeye alimtoa Kristo tungali wenye dhambi. Alimtoa Kristo tungali sisi hatujiwezi kwa chochote. Angalia hapa kitabu hiki cha Warumi hiki. Warumi 8 hii. Hapa anasemaje? Warumi 8 mstari wa Warumi 8 hii 31. Inasema basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwepo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asiyemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia mambo yote pamoja naye? Ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Mungu mwenyewe ndiye huwahesabia haki. Ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo ndiye aliyekufa, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Biblia inasema kwamba basi tuseme nini juu ya mambo hayo? Ikiwa Mungu ameshachagua kwa upande wa wewe Mkristo, uliyemwamini Kristo, ni nani atakaye kuwa kinyume chako? Ni nani aliye juu yako? Ni nani aliye zaidi? Ni nani anaweza kukuhukumu adhabu? Maana Mungu ameshakuhesabia haki kupitia Kristo. Ni nani sasa anayeweza kukuhukumu? Maana Mungu mwenyewe ambaye ndiye mhukumu ameshasema, huyu Mama Juma, huyu Ndendeure, huyu Sanghigwanghwa, huyu Mwandambo, huyu sijui nani, nimeshamhesabia haki kwa sababu amemwamini Kristo. Kwa hakuna mtu aweze kukuhukumu adhabu ile ya kwenda jehanamu. Wewe umepita kutoka kwenye mauti, umeingia kwenye uzima. Na ikiwa umeingia kwenye uzima, hakuna awezaye kukuingiza jehanamu, hayupo. Kwa rafiki, amini kwamba wewe Yesu Kristo amekufa kwa ajili ya maisha yako, ili baada ya hapo sasa upate hizi zawadi ambazo Mungu ameziandaa, kwamba wewe usihukumiwe, kwamba wewe hauna hatia mbele za Mungu, wewe ni mwenye haki mbele za Mungu, wewe ni mtakatifu mbele za Mungu, wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni kuhani wa Mungu, wewe ni mfalme, yani wewe ni mwana wa ufalme. Yani hayo yote ukisha muamini Kristo, hayo yote inakuwa ni fungu lako, ambapo hakuna wa kukuondolea. Maana Yesu anasema kwamba hakuna wewe kumpokonya wale ambao wamekuja kwake, hayupo. Hakuna anaweza kukupokonya mikononi mwa Kristo, hayupo. Ukishaingia mikononi mwa Mungu kupitia Kristo, hakuna uwezo kukutoa mikononi mwake kwamba huyu mtoe, huyu hata kama amekuamini mtoe, hayupo. Maana yeye ni mtu wa haki. Ukishamkubali tu tayari. Kwa ndugu zangu, mimi naendelea kuwakumbusha kitu hapo leo kwamba tuendelee kumwamini Kristo. Wale ambao hamjamwamini Kristo hamjachelewa, bado neema tunayo kumwamini Kristo, ili yeye aendelee kuhusika na maisha yetu ya kila siku. Basi niseme tu kwamba Mungu awabariki. Nimependa kwamba niwaambie wewe ambaye umemwamini Kristo, wewe ni kiumbe kipya, wewe ni mwana wa Mungu, wewe umezaliwa upya, wewe ni mtakatifu, mwana wa Mungu aliye hai. Hiyo ndilo fungu lako. Na si kwamba eti nasema tu haya kwa kukariri yako,
Sisemi hayo kana kwamba eti na kufariji tu. Naongea neno la Mungu aliye hai, kwamba hili ndilo kusudi la Mungu aliye hai. Kwa ikiwa umemwamini Kristo, ukweli kwamba hakuna wezaye kukuhukumu adhabu ya kwenda motoni. Maana Biblia inasema kwamba Kristo ndiye aliyekufa kwa ajili yako. Hapa mstari wa 38 wa Rumi, mstari wa 8:34, ni nani atakaye hukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, na zaidi ya hayo amefufuka. Kwa sababu ya ile adhabu tungepata, kwa sababu ile adhabu tungepata sisi ambao tumemwamini Kristo, Kristo mwenyewe sasa alikufa kwa ajili ya adhabu yetu. Ndio ukisoma kitabu cha Isaya 53 inasema kitu kama hicho. Ngoja tupaone hapo. Isaya 53 inasema kitu kama hicho. Ukisoma kitabu cha Isaya, tuanze mstari wa 5. Acha tuende moja kwa moja 8. Bila kwa kuonewa na kuhukumiwa aliondolewa na maisha yake, ni nani atakayesimulia? Maana amekataliwa mbali na nchi ya walio hai, alipigwa kwa sababu ya makosa ya watu wangu. Kwa angalia, yeye alipigwa kwa sababu ya makosa yetu. Yaani ile makosa ambayo sisi tulitenda, yeye akapigwa badala yetu sisi. Kwa rafiki, Biblia ikisema kwamba Mungu alimfanya yeye kuwa dhambi kwa ajili yetu, inamaanisha na ilikuwa ni mkakati wake kwamba yeye ahusike na dhambi zetu ili sisi tupate uzima wa milele kupita yeye. Basi Mungu awabariki sana, na wapenda. Ni mimi wenu Jackson Wilson Matias. Amen.